Mungu na wasalimu katika jina la Yesu, na matumaini kwamba nyote mko wazima kimwili kama vile kiroho pia. Ya leo natamani sana tuongee kuhusiana na kitu fulani ambacho nilikaa chini nikatafakari, nikaona hali imekuwa ni ngumu sana, acha tuongelee hiki kitu, maana hali imekuwa ni mbaya sana, na watu wasipoambiwa unakuta watajua. Kuna mmoja watu hawajui kitu ambacho tuseme labda wanakifanya, so wasipoambiwa hawatajua. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana kuna andiko fulani nasema kwamba eti watajuaje wasipoambiwa? Yani watapataje tuseme labda kuokoka wasipoambiwa? So nikaona hapana, hata ili jambo tupate kuliongelea. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu ambacho natamani tuongelee kwa leo ni kuhusiana na dunia inaomboleza. Bwana Yesu atusaidie sana. Titre yetu ya leo ni dunia inaomboleza. Mungu atusaidie sana. Dunia inaomboleza kiaje? Nini maana ya kuomboleza? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jinsi ambavyo mimi ninajua na ninavyoelewa, maana ya kuomboleza ni kama hali ya kama ya mafarijio hivi, ni kama hali ya sijui nitumie hali kama ya mafarijio, niseme hiyo lugha kama hali ya mafarijio. Dunia inaomboleza, tuseme kwamba watu ambao wanaomboleza ni watu ambao tuseme labda walikuwa na kitu fulani. Tutumie kwa mfano vile msiba, maana mara mingi sana kwenye msiba ndio watu wanakwenda kuomboleza, wanaenda kufarijiana, vitu kama na hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Na mimi leo nataka kuongelea kwamba dunia kwa sasa inaomboleza. Dunia kwa sasa inahitaji watu, sijui niseme wa kuwafariji, sijui niseme watu wanahitaji kwa sasa dunia inahitaji watu wa kuambia kitu ambacho anachokifanya. Dunia kwa sasa inahitaji kuambiwa, sijui niseme kuambiwa ukweli wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa dunia inaomboleza. Kwa sasa dunia katika hali ya ukiwa. Kwa sasa dunia katika hali ambayo sijui niseme, dunia kwa sasa iko katika hali ya manunguniko. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao wanaomboleza ni watu ambao wamepatwa na kitu fulani. Ni watu ambao wamepata tuseme labda msiba, wamepata tukio fulani ambalo tuseme labda ni ajali, labda wamepona, wanahitaji kuomboleza, wanahitaji kufarijiwa. Kwa sasa dunia iko katika hali ambayo watu wanapaswa kusimama na kukemea ubaya wote, na kukemea kila ambacho ni kibaya, na kukemea kila ambacho tunajua kwamba ambacho hakitokani na Mungu, kila ambacho hata kama tu hakitokani na Mungu, ambacho tu ni kibali, ni lazima tu watu wasimame na kukikemea hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Titre yetu ya leo ni dunia inaomboleza. Dunia inaomboleza kiaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sasa dunia inaomboleza sana. Kwa sasa dunia katika hali ya majonzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Isaya 22 pale kama 20 hivi 21, na neno la Mungu nasema kwamba eti dunia kuvunjika imevunjika sana. Dunia inalewalewa, inawayawaya kama mlevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dunia ikiwa inawayawaya kama hapo kuisambako panasema kwamba eti dunia inalewalewa, dunia inawayawaya, kitu ambacho kinafanya dunia kuwayawaya au dunia kulewa ni dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Dhambi imelemea dunia. Kwa sasa dunia inawayawaya. Kwa sasa dunia inalewalewa. Dunia imekosa mwelekeo kwa sababu dhambi imelemea dunia ya sasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu mmoja aliwahi kuniambia kwamba dunia ni vitu vyote ambavyo viko humu dunia, ambavyo viko hapa duniani, na dunia pia hata ni mimi mwanadamu, ni wewe mtu pia, wewe ni dunia. Ndio kuna mtu fulani aliwahi kuniambia. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sasa dunia imelemewa, mzigo wa dhambi imelemea dunia. Dhambi imelemea dunia kwa sasa. Dhambi imetawala dunia kwa sasa. Kwa sasa giza imetawala dunia. Wala tena sio nuru, nuru kabisa imetoweka katika dunia. Bwana Yesu atusaidie sana. Vitu ambavyo hatukuwa tunafikiria vinaweza vikafanyika, vitendo vya kikatili vya ajabu kwa sasa vinafanyika katika dunia. Vitu ambavyo hatukuwahi kufikiria vinaweza vikatokea, kwa sasa vinaanza kutokea katika dunia. Bwana Yesu atusaidie sana.
Dunia imekuwa kama Sodoma na Gomora. Yaani dunia hii imeanza, sio kwamba imekuwa, dunia imesha kuwa na imekuwa zaidi ya Sodoma na Gomora. Maana vitu vinavyofanyika katika dunia ya sasa ni vitu ambavyo ni vya kuumiza sana, ni vitu ambavyo vinaumiza sana, vinaumiza moyo, ni vitu ambavyo vinalilisha sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sasa dunia inaomboleza. Dunia iko mwisho. Sema kwamba dunia iko katika nyakati za mwisho. Hapana, dunia iko mwisho, maana vitu vya ajabu, vitendo vya kikatili, ikiwa ni watu kujibadilisha, mwanamke kujibadilisha kwa mwanaume, kwa sasa vinafanyika sana, vimekuwa sana, na hiyo imekuwa huruma sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanakuwa yani ni kama hali ya kukataa maumbile yao. Ni kama vile niseme kwa mfano, mimi nakataa maumbile yangu ya kike, naenda kujiweka kuwa mwanaume, naanza kujibadilisha, naanza kufanya masajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa dunia katika maombolezo, kwa sasa dunia katika hali ya ukiwa, katika hali ya majonzi. Bwana Yesu atusaidie sana. Vitu vya ajabu leo vinatendeka, vitendo vya ajabu leo vinatendeka. Dunia ya sasa imezidi Sodoma na Gomora, maana vitu ambavyo vinafanyika ni vya ajabu sana. Ikiwa wanaume kwa wanawake imekuwa ni too much, ikiwa wanawake kwa wanawake kwa wana imekuwa ni too much. Yani imefanyika kufunga ndoa sio tena kitu ambacho ni cha ajabu katika dunia hii. Kwa sasa watu wanabadilisha mili yao, wanabadilisha ngozi zao kwa sababu tu ya vitu, yani kwa sababu tu waonekane, sijui kama waonekane wako vizuri. Kwa sasa hivi hawezi jua mwanamke, sometimes hawezi jua kama unaweza kukutana na mtu unafikiria kwamba ni mwanaume, kumbe ni mwanamke, kumbe amejibadilisha tu, amefanya kama ndo plastic surgery, amefanya vitu vingi, amefanya vitu vingi, amebadilisha kote, amebadilisha mwili wake. Ikiwa labda alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na kifua, nakuta anajibadilisha, yani anatoa yani sijui kama wanafanya kitu, yani sijui niseme kama wanafanya aje mpaka yani sielewi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sasa dunia iko katika hali ya maombolezo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sasa dunia iko katika hali ya maombolezo. Vitu ambavyo vinaendelea katika dunia ya sasa ni vitu ambavyo vinaumiza sana, yani vitu ambavyo hata vinashindwa kuelezeka. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Biblia ilituambia kwamba tunapo mambo kama na hayo, tujue basi saa ya kuja mwana wa Adamu imekaribia. Bwana Yesu atusaidie sana. Zama hizi ndugu zangu ni zama za uovu. Mwenye kuwa na macho anaona, mwenye masikio na anasikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Zama hizi ni zama ambazo ni za uovu, ni zama ambazo ni za uovu kabisa. Kizazi hiki kimekuwa kizazi ambacho kimezidi hata Sodoma na Gomora. Bwana Yesu atusaidie sana. Kizazi kimekuwa kizazi kibaya, kizazi cha ukaidi, kimezidi hata kizazi cha ukaidi, sijui nikiite kizazi cha namna gani. Ni kizazi kimekuwa hata nyoka ninaona kwamba hata nyoka ni nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kizazi hiki kimekuwa kibaya sana, kizazi kimekuwa ambacho yani hakieleweki. Watu wanabadilisha mili yao, na Biblia inatuambia katika Warumi 12:1 anasema kwamba amjue ya kuwa mili yenu ni hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba itoeni mili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, yenye kumpendeza Mungu, takatifu, iliyo yenye kumpendeza Mungu, maana hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Lakini kwa sasa watu wanatoa mili yao kwa kufanya mambo ya ajabu, kufanya mambo ya ajabu, kujibadilisha mili yao, kujibadilisha ngozi zao. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusome kwanza kitabu hicho cha Warumi tuone ambavyo inasema, maana labda unaweza sema kwamba mtumishi unaongea tu maneno yako, hicho kitabu hakijao kuandikwa. Tusome katika kitabu cha Warumi 12:1 tusikie nasema aje, natuambia aje, kwa sababu kwa sasa maovu yametawala dunia katika hali ya kuomboleza. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio tusome katika kitabu cha Warumi 12:1 inasema kwamba basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Bwana Yesu atusaidie sana.
Itoeni mili yenu, yani itoeni mili yenu kuwa dhabihu ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kwa sasa watu wanatoa mili yao kwa kufanya mambo ya ujinga. Watu wanatoa mili yao kwa kubadilisha mili yao, kwa kubadilisha vitu ambavyo waliopewa na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na katika kitabu cha Timotheo kile sura ya 1 mstari wa 4 inasema kwamba eti kila kiumbe inasema kwamba kila kiumbe ambacho Mungu alichokiumba kwamba ni kizuri. Yani kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, lakini watu hawaoni kwamba wao ni wazuri. Hapana, wanatamani yani sijui kama wao wazuri kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho kinaweza kukataliwa ikiwa kikipokelewa na shukurani. Lakini watu walio kwa sasa wanajibadilisha ngozi zao, wanabadilisha pua zao, wanabadilisha masikio, wanabadilisha pua zao, macho yao, kwa sababu tu onekani sijui kama onekani wazuri kiasi gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Jua kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, ni hekalu la Mungu, ni nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala sio nani yako, sio mali yako mwenyewe, wala sio tuseme kama sio mwili wako mwenyewe. Hapana, bali ni hekalu la Mungu lililo hai. Bwana Yesu asifiwe, Mungu aliye hai. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwili wako ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri ikiwa kitapokelewa kwa shukurani, ikiwa kitapokelewa kwa shukurani. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe uliumbwa kwa mfano wa Mungu, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini wewe ndio huyo haupendi tena mwili wako, haupendi sura yako, umeanza kubadilisha sura yako, umeanza kuweka viuchafu, vima makeup, unaanza kuweka vimakope mpaka kunakuwa kama vile jini. Bwana Yesu atusaidie sana. Jua mwili wako wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Jua mwili wako wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Hata uwe na pua gani, hata uwe na sura gani, ujue kwamba hiyo ni sura ambayo Mungu alikupa. Alijua kwamba hiyo sura yako ni nzuri. Alijua kwamba uko vizuri hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini wewe huyo leo unabadilisha ngozi yako, unakalia tu kwa kufanya ya kufanya tu kubadilisha mwili wako. Kila inakoitwa leo, mara unafanya surgery, mara unaenda kubadilisha sura, mara unaenda kufanya pua yako uwe ndogo, mara unaenda kutoboa masikio, mara unaenda kutoboa pua, mara wengine wanatoboa hadi kitofu. Bwana Yesu atusaidie sana. Dunia inawaka moto kwa sasa. Dunia kwa sasa imekuwa kama Sodoma na Gomora, na imezidi Sodoma na Gomora. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndugu zangu, tusioni kwamba ni vitu vya kawaida. Biblia inatuambia kwamba katika Petro ile inatuambia kwamba eti mwisho wa mambo yote umekaribia. Maana vitu vinavyotokea katika dunia kwa sasa si vitu ambavyo ni vya halali, sio vitu ambavyo ni vitu vya kupuuzia, ni vitu ambavyo vinahuzunisha. Ukikaa chini ukitafakari vitu, ni vitu ambavyo vinahuzunisha sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mara unakutana na mtu unafikiria kwamba ni mwanaume, kumbe ni mwanamke, amekwisha kujibadilisha. Kuna mara unakutana mtu unafikiria kwamba eti huyu ni mwanamke, kumbe ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia ya sasa inaogopesha. Dunia ya sasa ni dunia ambayo iko katika maombolezo. Dunia inaomboleza kwa sasa, dunia inalia kwa sasa, dunia inalewalewa kama mbevi mfano. Bwana Yesu atusaidie sana. Mzigo wa dhambi umelemea dunia kwa sasa. Si vitu tena vya kufurahisha, ni hali ya kuhuzunisha sana, ni hali ambayo Bwana Yesu atusaidie sana. Aliye na macho anajionea, aliye na masikio anasikia, anajionea jinsi dunia inavyoendelea kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa watu hawatoi mili yao kuwa hekalu la Mungu, kuwa dhabihu, kuwa takatifu kama vile Mungu anavyotaka. Mungu anataka mili yetu sisi alifanya kuwa hekalu lake takatifu, lakini watu kwa sasa wataki kuwa hekalu takatifu. Wanataka kuwa watu ambao wafanye vitu vyao ambavyo wanaona kwamba viko sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mili yetu ni hekalu la Mungu. Mili yetu sisi ni hekalu la Mungu. Mili yetu si mili ya kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali ambayo iko katika dunia kwa sasa ni hali ambayo imehuzunisha sana ndugu zangu. Wewe kaka yangu au wewe dada yangu ambao unabadilisha mwili wako, wewe ambao unafanya vitu ambavyo unajua kwamba hivi havimpendezi Mungu, niomba sana uache. Yawezekana wewe ni mwanamke lakini unajibadilisha kuwa mwanaume. Achana na hiyo hali.
Yawezekana umejitoboa katika yaani umejitoboa kila sehemu, jitoboa kama mimi ambavyo nilikuwa najitoboa zamani, unajitoboa kwenye tumbo, umejitoboa kila sehemu. Nitaomba sana uache, maana mwili wako ni hekalu la Mungu. Mwili wako Mungu aliona vizuri kukuumba hivyo ambavyo ulivyo, lakini wewe ndio unajiona kwamba uko mbaya, lakini uko vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia na tusome kwanza kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 tuone inasemaje. Labda unaweza sema hapana mtumishi, mimi hapana, sijaridhika na huu mwili wangu, sijaridhika na jinsi ambavyo nilivyo. Tuone kitabu hiki kinatuambia aje juu ya miili yetu sisi, inatuambia aje juu ya sura zetu sisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Timotheo Timotheo wa pili, Timotheo wa kwanza 4 mtafika mpaka 5. Nasema kwamba kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukurani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa kimetakaswa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wewe ambavyo ulivyo. Hata wewe wanakuambia eti wewe ni mbaya, eti wewe ni mfupi, wewe ni nini, wewe kubaliana na hali yote. Biblia inatuambia hapa katika Timotheo kwamba kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Na hata wanapokuambia hivyo, anza kutoa ile andiko, unawaambia kwamba kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kuambia, hata wakwambia una sura mbaya, hata wakwambia kwamba wewe sijui kama wewe sijui kama utaishiaga hapo, yaani sura yako inatuogopesha na nini. Sema kwamba kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Usikubali kubadilisha mwili wako ambao ni hekalu la Mungu kwa sababu unaambiwa maneno ambayo unajua kwamba labda yanakuvunja moyo na kuumiza. Hapana, wewe ni mtu ambaye umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wewe ni mtu ambaye Mungu alikuona kwamba uko vizuri, hivyo ambavyo ulivyo aliona kwamba uko vizuri. So watu wanapokuambia kwamba wewe ni mbaya, una sura mbaya, una pua mbaya, una masikio mabaya, una macho mabaya, una machafu, yaani vyovyote vile ambavyo atakavyokuambia, wewe useme kwamba kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Na useme kwamba wewe ni mtu ambaye ni mtu wa miliki ya Mungu. Wewe ni mtu ambaye umetokana na Mungu. Wewe ni mtu ambaye umeumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Neno la Mungu natuambia kwamba eti mtu fulani akawa kusema kwamba eti mtu asikutabishi kwa maumbile yako, asikutabishi kwa sura yako. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Hata wakwambie una sura gani, hata wakwambie nini, usikubali kubadilisha maumbile yako, usikubali kubadilisha chochote kile kwa sababu wetu wanakuambia eti wewe si mzuri, eti wewe ni nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri ikiwa kitapokelewa kwa shukurani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Usikubali kufanya vitu ambavyo unajua kwamba vinaweza vikakupelekea katika kifo kwa sababu ya vitu vya ajabu. Usikubali kufanya kitu ambacho wewe mwenyewe unajua kwamba kinaweza kikanani maisha yangu kwa sababu wetu wanakusema vibaya, eti sura yako ni mbaya, ndio uende kubadilisha sura, ndio uanze kujipaka makeup ukue kama mtu ambaye ni jini. Usikubali kufanya hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe ni mzuri sana tu, bila makeup unapendeza sana tu, bila kusukiwa unapendeza sana tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bila haya makope, kama ndo makope, unapendeza sana tu. Bila maruze bezu unapendeza sana tu. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Mtu asikutabishi kwamba tuna sura mbaya, eti uko hivi. Mtu asikutabishi. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inatuambia kwamba eti kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Hata kubadilisha mwili wako, hata kubadilisha maumbile yako kwa sababu ya vitu vya ajabu, kwa sababu ya maneno ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo maneno hayo ambayo Biblia inatuambia kwamba eti kila neno ambalo lisilotaja amini ambao wanadamu waliolitaja ambalo lisio la maana litatolea hesabu litatolea hesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao hata wakutukane huko mbaya aje, lakini wajue kwamba hayo maneno ambayo anakuambia watayatolea hesabu hapo mbeleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asikutabishi katika maumbile yako, mtu asikutabishi katika chochote kile. Mungu alivyokuumba alijua kwamba wewe ni mzuri, alijua kwamba uko vizuri vile ambavyo ulivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi kipindi ambacho nilikuwa katika hali ya dunia, nilikuwa katika hali ambayo nilikuwa napenda dunia, nilikuwa bado sijaokoka, nilikuwa nimetoboa na mimi pua hapa hivi, nilikuwa naweka kapini hapa, nilikuwa nafikiria kuweka kapini hapa ndio nitakuwa mzuri.
ndo nitapendwa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nilikuwa nafikiria, nilivumilia sana, kutobolewa papa nauma sana, sijui hao mpaka wengine wanatobolewa mpaka kwenye vitofu. Kweli ndugu zangu, dunia hakika dunia inaomboleza. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi nilifikiria kuweka hivi ndo nitakuwa mzuri, nitakuwa na sura nzuri, yani nitakuwa vizuri, ndo pua yangu labda itapunguka, labda ndo nitapendwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini nilipokuja kuokoka nikakuja kujua kwamba kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Nikakuja kujua kwamba vyote havina maana. Nilikuwa nafanya nikiingia tu mkanisa hata pasta anahubiri, hata kuko nini, naanza kujipaka kapoda mule nikiona kama kapoda kanaisha naanza kujipaka. Lakini siku nilipokuja kuokoka nilikuja kujua kwamba kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Ikiwa kitapokelewa na shukurani, kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiumbe ni kitu chochote kile ambacho kilichoumbwa. Kitu chochote kile, iwe ni tuseme kwamba kwa mfano ni kuku, ni bata, ni kiumbe cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mtu ni kiumbe ambacho umetokana na Mungu, yani mtu ambao umeumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiumbe ni kitu chochote kile ambacho kimeumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kila kiumbe cha Mungu ni kizuri ikiwa kitapokelewa na shukurani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu ambacho natamani kusema na wewe ndugu yangu ni kwamba usibadilishi mwili wako, usijibadilishi, usizifanye kuwa mtu mwingine kwa sababu ya maneno. Usikubali kufanya vitu ambavyo ni vya kijinga, ni vitu ambavyo vinaumiza kwa sababu tu ya maneno ya watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tunasema haya yote lakini watu hawasikii. Ndio kinaumiza sana, watu hawasikii. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu hawasikii, watu wako bize kufanya mambo ya ajabu. Watu kwa sasa wanafanya vitu vya ajabu ambavyo hatukutarajia. Kwa sasa wanaume wameanza kusukwa. Kwa sasa wanaume wanajibadilisha kwa wanawake, wanaweka vitu huku kwenye maziwa ili waonekane kwamba wanawake. Watu wamekuwa too much. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Mungu anasema kwamba eti mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa uovu wote umekaribia. Je, wewe utakuwa wapi siku ambayo Mungu atakapokuja, mwana Adamu atakapokuja? Wewe utakuwa wapi? Ikiwa je utakutanika katika huo uovu ambao uko wemo, je utaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa kila ubaya, kila udhalimu, kila mabaya umekaribia. Je, wewe mtu wa Mungu, wewe mtu ambaye unabadilisha ngozi yako, wewe ambaye unajipaka mkorogo, wewe ambaye unajipodoa vitu vingi, wewe ambaye unabadilisha sura yako, wewe ambaye unabadilisha maumbile yako, je mwana Adamu atakapokuja, je utakuwa wapi? Na Biblia inatuambia kwamba eti mwisho wa mambo yote umekaribia. Je, mwana Adamu atakapokuja, wewe utakuwa wapi? Siku kanisa itakapokuja kunyakuliwa, je wewe utakuwa wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inatuambia kama vile ilivyokuwa Sodoma na Gomora wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa pia kipindi cha kuja mwana wa Adamu. Je, wewe utakuwa wapi ndugu yangu mpendwa, kaka yangu ambao unakuwa busy na kujibadilisha, unavaa mavazi ambayo yanampaswa mwanamke, dada yangu ambao unavaa mavazi ya kumpaswa mwanaume? Je, utakuwa wapi Mungu atakapokuja kulichukua kanisa? Utakuwa mgeni wa nani ambapo Yesu atakuja kulichukua kanisa lake? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Utakuwa wapi ikiwa Yesu atakuja atakukuta katika uovu wako, katika hali ya kujibadilisha ngozi yako, katika hali ambayo Mungu hakukuumba? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatuambia kwamba eti anajua walio wake na walio wake wanamjua. Bwana Yesu atusaidie sana. Je, wewe ni wa Mungu au wewe ni wa nani? Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anatamani sote tupate kufikia toba. Mungu anajua watu wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu anatuambia kwamba eti alituumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Je, wewe ambavyo ulivyo sasa, je wewe bado ngali mfano wa Mungu au umekuwa mfano wa mwingine mtu? Maana kuna watu waliumbwa kuwa ni wanawake lakini kwa sasa hawezi wajua wamekuwa ni wanaume. Bwana Yesu atusaidie sana.
Wamekuwa wanaume kiaje, wamejibadili maumbile yao, wamebadili mili yao. Walikuwa wanaume lakini kwa sasa wamekuwa wanawake. Bwana Yesu atusaidie sana. Wamebadili maumbile yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa kila udhalimu, mwisho wa kila uovu umekaribia. Usipotubu jehanamu inakuhusu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Usipotubu, usipoacha hayo unayoyafanya, jua kwamba mwisho wa siku utaangamia. Bwana Yesu atusaidie sana. Utaangamia pamoja na uovu wako. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Hivyo naweza kukusii ndugu yangu katika Kristo, dada yangu, kaka yangu, najibadilisha, mama yangu, mtu yoyote ule, pata kutubu na kuamini Injili. Bwana Yesu atusaidie sana. Bado Yesu angali katika kiti cha rehema, lakini siku ambako atatoka katika kiti cha rehema utalia sana, lakini hautapata msaada. Bwana Yesu atusaidie sana. Msaada uko katika Bwana. Msaada wa mwisho uko katika Bwana. Ukitaka kufurahi nafsini mwako, ukitaka kupata raha nafsini mwako, lazima umgeukie Mungu. Lazima uache, ukubali kuacha haya yote. Lazima ubakie katika ile asili ambayo Mungu aliyokuumba. Ujue kwamba wewe ni hekalu la Mungu. Wewe ni nyumba ya Roho Mtakatifu. So ukitaka kupona na ghadhabu ya Mungu, lazima utoe yote ambayo umeyafanya kuwa ambayo sio ya kwako. Ikiwa labda yawezekana Mungu alikuumba wewe kuwa mwanamke, lakini akakuwa ukajifanya kuwa mwanaume, lazima urudi katika asili yako. Lazima urudi kule ambako Mungu aliko kufanya, yani kule ambako vile Mungu ambavyo alivyokutengeneza. Yawezekana wewe ni mwanaume, yawezekana wewe ni mwanaume lakini umekwisha kujigeuza mwanamke. Lazima urudi katika asili yako ile ambayo Mungu aliyokuumba. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hivyo yani inabidi tukue katika hali ambayo Mungu aliyotuumba. Ndio maana kuna kitabu ambacho kinasema kwamba eti kila mtu akae katika ile hali aliyoitwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu akae katika hali aliyoumbwa nayo. Ikiwa umeumbwa kuwa mwanamke, kaa katika hali ya kuwa mwanamke siku zote. Ikiwa umeumbwa katika hali ya kuwa mwanaume, kuwa mwanaume siku zote. Usibadilishi mwili wako, maana mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwisho wa mambo yote umekaribia. Katika Ufunuo 1:7 nasema kwamba eti yuaja na mawingu na wote waliomchoma watamuona. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu anakaribia ndugu zangu. Yesu anakaribia. Tunajua mnazoea kusikia kwamba Yesu anakaribia, mnazoea kusikia maneno kama haya, lakini tujue kwamba mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa uovu umekaribia. So usipotubu utapata kuangamia. Na ikiwa tunafanya hivi ni kwa sababu tunatamani wewe ukapate kupona. Ndio maana tunajaribu kuhubiri tuwezavyo ili upate kupona. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna mahali pengine ambako unaweza kupona. Lazima umgeukie Mungu. Ukitaka kupona lazima umgeukie Yesu. Ukitaka kupona lazima umgeukie Yesu, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna uzima nje na Kristo. Hakuna uponyaji nje na Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inatuambia kwamba Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Hivyo ndugu yangu, bado Yesu katika kiti cha rehema. Kitu ambacho naweza nikakushauri, pata kumgeukia Mungu, pata kutubu na kuamini Injili, maana Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. So kitu ambacho naweza kukushauri ndugu yangu, usikubali maneno ya watu yakakugeuza. Usikubali maneno ya watu yakakufanya uanze kusukiwa mameshi, uanze kuplante, uanze kuvaa makope mpaka kwa unaonekana kama jini. Kwa tu hivi hatutaki mambo kama na hayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Usikubali maneno ya mtu yoyote ule tu tuna sura ambayo anze kujipaka makeup, anze kubadilisha mwili wako. Usikubali maneno ya mtu yaanze kukufanya anze kubadilisha maumbile yako. Usikubali maneno ya mtu ya kufanya ufanye chochote kile ambacho ni kitu kibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mtu yote ambaye anakuambia kwamba wewe ni mbaya, eti wewe ni hivi, eti una sura mbaya, eti una uko hivi, mwambie kwamba mimi niliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu ambacho nilitaka kusema na nyinyi ndugu zangu, kwa sasa dunia inaomboleza. Hivyo ndugu zangu, kitu ambacho naweza nikashauri, tusikubali dunia hii ikapata
dunia ikapata kutuangukia. Tusikubali dhambi ikapata kutulemea. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusikubali kitu chote kile kikatufanya tusiingie katika ufalme wa Mungu. Ikiwa ni maumbile tupate kuachililia. Ikiwa tulikuwa wanamke tulikuwa wanawake tukajifanya kuwa wanaume, tupate kurudia katika asili yetu. Ikiwa mlikuwa wanaume mkajifanya kuwa wanawake, mpate kurudi katika asili yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu bado anakutaka. Yesu bado anakutaka. Ikiwa unasikia neno kama na hilo, unajua kwamba Yesu anakutaka. Ikiwa ni mtu ambao umekwisha umeshajitoboa kila sehemu, umeshajifanya vitu vingi, Yesu bado anakutaka. Bado una muda kutoa vyote na kuamua kabisa kuviacha. Bwana Yesu atusaidie sana. Usije kuwa makapi katika siku ya mwisho, maana makapi yote atatupa motoni. Lakini neno la Mungu inakuambia kwamba yanatuambia kwamba neno la Mungu natuambia kwamba eti atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Hata pia mtu atakayekubali kumpatia Yesu maisha yake ndiye atakayeokoka. Ukikubali kumpatia Yesu maisha yako utapata kuokolewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu ambacho nitaka kushauri ni kwamba tupate kujiponya katika dunia hii ambayo ni ya sasa, ambayo inalewalewa, ambayo dunia inaomboleza. Kwa sasa dhambi zimekuwa ni nyingi sana. Dhambi zimekuwa ni nyingi sana. Dunia kwa sasa inaumiza kabisa. Dunia kwa sasa inalilisha. Dunia sasa inaumiza watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Dhambi imelemea dunia vibaya sana. Dhambi imelemea dunia vibaya sana. Watu wamekuwa watu ambao hauwezi ukaelewa mwanaume eti unaweza kukutana na mwanamke unafikiri ni mwanamke kumbe ni mwanaume. Bwana Yesu atusaidie sana. Dunia kwa sasa imebadilika sana. Vitu vya ajabu vinatokea kwa sasa sana. Vitu ambavyo havitegemeki vinatokea sasa kwa dunia hii ya sasa. So kitu ambacho naweza kushauri ndugu yangu katika Kristo, au mtu ambaye yote ule ambao hujakubali kumpatia Yesu maisha yako, naweza kuomba sana na kusihi sana kwa huruma zake Mungu, kama Biblia inavyotuambia, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, maana hiyo ndio ibada yenye maana. Naweza kusihi kwa huruma zake Mungu upate kumgeukia Mungu na utoe mwili wako kuwa dhabihu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utoe mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kama eti uzuri kama unadanganya na ubatili, vitu kama na hivyo, sishiki sawa hiyo andiko, lakini naweza kuambia mambo yote ambayo katika dunia hii vitu vingi ni ubatili mtupu. Mambo yote ni ubatili mtupu, sio vitu vingi, ni ubatili mtupu. Huo uzuri siku moja utaishia, na utaishia wapi? Kaburini. Huo uzuri siku moja huo unaweza ukakufanya ukajutia maisha yako milele daima. So kitu ambacho naweza kushauri, bado wakati upo ambao hautakuja kujutia maisha yako. Bado wakati upo wa kumpatia Yesu maisha yako. Naweza nikakuomba sana upate kumgeukia Mungu, maana kwa sasa dunia inaomboleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Pata kutubu na kuamini Injili, maana Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta wokovu. Amen.